Aha. Aha. Wewe ni nani? Na umewezaje kutua kwenye kilingi changu? Mimi ni Angel. Kiboko ya watu kama nyinyi. Angel. Aha. Mimi ni mti mkavu na katu hauchimbwi dawa. Nimekuja kukuonya. Sitaki upite kwenye njia zangu. Aha. Wewe jifanye jeuri. Ukiendelea nitakuonesha. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Ama kweli binadamu wabaya sana. Nimesimama kijiji kwa jina la Yesu. Nilifika nikiwa mgeni, kijiji kilijaa giza, hakuna aliyejua jina lenye uzima. Wachawi walinicheka, wahuni walinipinga, lakini jina lako Yesu liliwaka kama moto. Jina lako Yesu linavunja kila pingu. Lako Jose, umepatwa na nini? Ina maana leo hunioni? Unajua sasa hivi sikuelewi. Siku tumekutana ukaniambia tutaongea baadaye. Kuna vitu haviko sawa. Leo tena unanipita kama hunioni. Jose, umepatwa na nini wewe? Mchungaji, mimi naomba tu uendelee na safari yako, maana sitaki makubwa.
habari za kanisani. Sitaki kabisa kuzisikia. Maana hata kanisa lenyewe mimi naliogopa. Kwa hiyo mchungaji, niache tu mimi niondoke. Jose, sitaki kujua umepatwa na nini, lakini ninachokiamini kwamba huyo ni shetani tu. Ukumbuke Jose, tuko katika nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho, zina matukio mengi sana ambayo yanatuvunja mioyo. Ulipaswa kushikilia imani yako. Paswa kushikilia imani yako. Imani? Hapo wewe mchungaji umebadilika kipi? Kunyoa au? Jose, umesahau kabisa tumekuwa tukifundishana mara kadhaa kwamba pindi ambapo unapatwa magumu unapaswa kuomba. Unapaswa kumshirikisha Mungu. Sitaki kujua ni magumu yapi ambayo yamekukuta, lakini umepata nafasi ya kuomba Jose. Umepata nafasi ya kumshirikisha Mungu, kumwambia Mungu kila ambacho kinakusumbua. Jose, jaribu kufikiria basi. Ama kweli umzaniai siye, kumbe ndiye. Niache niondoke zangu. Mbona haya yameanza mapya sasa? Kuna nini? Mbona amebadilika kiasi hiki? Mungu, mbona kijana wako huyo anapotea kwa kukosa maarifa? Mtetee, mpiganie. Mimi sitachoka kuomba kwa ajili yake. Mbona kama hauko sawa? Kuna nini kipya? Dada, si huyu mchungaji habari zake zimekuwa ni zile zile. Nimemaliza kukutana naye sasa hivi, na stori zake eti ananiambia kwamba mimi niende kanisani. Ama kweli mchawi hana alama. Jose, wewe endelea kushikilia msimamo ule ule. Usikubali tena kurudi ulikotoka. Na ukae ukijua ukirudi ulikotoka ni kujisababishia matatizo mengine. Dada, mimi hata siwezi kujisumbua kwenye swala la kanisani.
Ungelijua wewe ni nyama yetu, hata usingesema hivyo. Habari yako kijana? Ni kwema, mchungaji shikamoo. Marahaba. Mara ya mwisho tunakutana tulikubaliana kwenda kwa ndugu yako kwenda kufanya maombi. Vipi? Tunaweza tukaongozana sasa? Mchungaji, ni kweli, lakini bahati mbaya nimekutafuta sana mchungaji. Nimeenda mpaka nyumbani kwako nikaambiwa kuwa umehama mchungaji. Lakini tulipata mtaalamu wa tiba za asili, nikimaanisha mganga. Nikaamua nimpeleke yule kijana ambaye ndo ndugu yangu. Alitusaidia lakini Mkuu! Tumalika sha. Angel. Mbona kama haupo sawa? Kuna nini? Mkuu, kuna mtu anaingilia njia zangu. Kuna mitego nilitega, lakini yeye ametegua. Anaonekana ana nguvu sana mkuu. Nimekuja unipe ushauri nifanyeje. Ni nani huyo? Na anaishi wapi? Mkuu, kama nilivyokuambia, ni mgeni. Nisikilize kijana, nikwambie. Ukimtegemea mwanadamu unajitafutia laana baadaye. Maana maandiko matakatifu yanasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hiyo baada ya haya yote mliyoyafanya, mtegemee kutakuwa na laana baadaye, kwa sababu tu ukimtegemea mwanadamu ujue kuna siku mwanadamu atakufa. Kwa ni vyema ukawekeza maisha yako yote kwa Mungu. Mungu ambaye hajawahi kulala, hajawahi kusinzia. Yeye ni Alfa na Omega. Yupo jana, yupo leo, yupo kesho, na atakuwepo milele na milele. ni kweli mchungaji. Ile siku tunatoka kwa mganga, njiani tulikutana na yule mtoto aliyemzuru. Na yule mtoto kwa jeuri alimwambia kuwa hajaisha. Sasa mchungaji, tuko kwenye wakati mgumu sana. Tunaomba msaada wako. Ndiyo hayo sasa. Nisikilize kijana. Ni kama tu nilivyokuambia. Lakini bado hamjachelewa. Maana maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Luka 18 mstari wa 27 inasema yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana.
Kwa hiyo basi, mkitaka kuepukana na hili wingu la matatizo yanayowasumbua, lazima maisha yenu myakabidhi kwa Mungu. Sijui umenielewa? Ni kweli mchungaji, lakini samani ungetusaidia mawasiliano yako, kwa sababu sisi muda wote tukapata shida tukahitaji uwepo wako, nikakupata kwa haraka sana mchungaji. Basi sawa, hamna shida. Mungu akubariki sana. Nashukuru mchungaji. Sawa sawa. Sijawahi kumuona kabla. Itumali Kasha. Angel, inatakiwa utembee na kiapo chako, kwa sababu una kiapo na inavyoonekana una wasiwasi. Mchawi huwa haogopi Angel. Sasa basi, kila anayepita kwenye njia zako hakikisha unamshughulikia mapema. Sawa Angel? Ndiyo mkuu. Itumali Kasha. Sifa ya mchawi ni kuua, na sisi vicheko vyetu ni nyama za binadamu. Itumali Kasha, dunia niliyotoka naijua mimi peke yangu. Ole wenu nyie binadamu, achaneni na njia yangu. Itumali Kasha. Hivi Angel, umeshindwa kabisa kubadili tabia zako. Na usiponiheshimu mimi dada yako, utamheshimu nani sasa? Sina kuuliza. Kwa sababu kila ninachokuambia hautaki kabisa kunielewa. Si ndio? Sina kuuliza. Alafu Angel mdogo wangu, kumbuka kuwa asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Mama gani unayemzungumzia? Maana mama ameshafariki. Ulimwengu upi unaozungumzia wewe? Na je, ukigundua kwamba mimi ndio ulimwengu wenyewe? Angel, siku hizi sitaki kabisa kugombana na wewe. Lakini kwa dharau zako, majibu yako na kiburi chako utanifanya niwe mkali sasa. Kitu usitokijua, wewe ni miongoni wa viumbe usiotakiwa kuishi katika huu ulimwengu. Wewe endelea tu kunifuatilia. Nimesimama kijiji kwa jina la Yesu. Nilifika nikiwa mgeni, kijiji kilijaa giza,
hakuna aliyejua jina lenye uzima. Wachawi walinicheka, wahuni walinipinga, lakini jina lako Yesu. Mkuu amenituma nje nikwambie kwamba hiki kijiji hakikuhusu, na ukiendelea utakiona cha mtamakuni. Hivi mchungaji wewe, mbona jeuri sana? Si uondoke utuachie kijiji chetu. Kijiji kimeokoka, waliniona kama mgeni, hawakujua nimetumwa. Nimebeba nuru, nimebeba wokovu, watoto wa